Mwamba anashuhudia demo wake ameopoa jibaba leo, lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba yule jibaba aliuawa na huyu demu kikatili sana, alafu alikuwa anacheka. Ili kujua zaidi, twende pamoja na hii movie yetu pendwa. Movie yetu inaanzia kwenye apartment ambayo anaishi Mwamba, anafahamika kama Asulu. Wazazi wake wameshamtelekeza baada ya kushindwa kufaulu kwenda chuo. Hivyo Mwamba ameamua kujikatia tamaa na kushinda zake ndani. Takataka madude kibao yamejaa getoni kwake, lakini anaona isiwe kesi, yeye analala nayo humo tu mwanangu. Design kama Mwamba hataki tena kutoka nje. Kwa sasa imepita wiki nzima Mwamba amelala ndani, mpaka jamaa anaona kama maisha yameshamwegemea upande wake. Kila kitu akiendi wanangu. Amejaribu misha kadhaa, lakini bado mambo yakawa yaendi. Fedha hazitoshi. So kilichobaki tu Mwamba amebaki kulala ndani. Siku moja akaamua kujitia kitanzi. Haoni sababu ya kuendelea kuishi kwa sababu mambo mengi hayaendi, lakini kwa bahati nzuri ni kwamba ukuta ulimeguka. Kama unavyojua kwa wenzetu wanatengeneza ukuta kwa furniture, lakini alipokuwa amelala hapa aliona kuna mwanga ambao unaingia kutoka upande wa pili. Ndipo kabidi asogee kwa umakini, akaona mtoto mkali anaishi upande wa pili. Jamaa akawa anashangaa, wait, ina maana muda wote nilikuwa naishi ile eneo bila kujua kwamba kuna mtoto mkali upande wa pili. Kumbe Mwamba muda wote huu bwana alikuwa anaishi na jirani yake ambaye ni bonge la pisi, alafu muda huu alikuwa anaonekana anabeba madaftari. Hivyo jamaa akajua kwamba huenda huyu ni mwanafunzi wa chuo. Bwana, ikabidi jamaa kwanza agaili ile issue ya kujiua. Wakati huo chakula kilikuwa kimeisha, hivyo akaona leo bora ajaribu kutoka nje, na istoshe alikuwa akijaribu kuangalia ukutani akawa hamuoni bibie kwa muda mrefu. Hivyo Mwamba ikabidi atoke nje kwanza, aende kuangalia utaratibu ili ajue ni namna gani anaweza kasurvive, kwa sababu hata msosi ulikuwa umeisha. Lakini pia alikuwa anaenda kuchungulia kwenye ule mlango ambao anaishi bibie. Wakati Mwamba anapiga chabo, kuna bibie mwingine alikuwa hapa chini anafahamika kama Haruko Kawasaki. Baada ya kumuona ikabidi jamaa aache kwanza kuchungulia. Huyu bibie bwana alikuwa anamtafuta kaka yake ambaye anafahamika kama Kawasaki, lakini baada ya kugonga muda mrefu ikabidi aache chakula nje bwana. Ndipo jamaa ikabidi asogelee kwenye kile chakula, maana harufu ilikuwa imemvutia sana. Hivyo jamaa akasogea na kupiga msosi hovyo, kwa sababu ni muda mrefu ajala chakula kizuri kama hiki. Lakini wakati huo kumbe Rio ambaye ndo jirani yake alikuwa ameshagundua kwamba kuna Mwamba yuko chini hapa. Basi jamaa akamwambia, mimi ni jirani yako bwana. Kama zali vile Haruko akamkaribisha Mwamba getoni kwake. Basi akawa anamwandalia madiko, lakini Mwamba akagundua hapa kuna tobo. Ikabidi kwanza asimame ili aweze kuficha ili tobo, kwa sababu bibia akijua ataona kama Mwamba na tabia za hovyo. Baadaye kidogo jamaa alirudi kwake. Siku nyingine tena akarudi. Kwa hiyo jamaa ikawa kama utaratibu, akawa anaenda anaalikwa na bibie, hivyo wanaenda kupiga msosi. Pia akaendelea na utaratibu wake wa kumchungulia pale pale akiwa na furaha sana. Jamaa maisha yake kwanza akawaza kwamba inabidi abadilike, na akamfungulia bibie ukurasa mpya, akamwambia kwamba yeye anajisikia ni mtu mwenye bahati kuwa karibu naye. Lakini hata bibie alifunguka na kusema kwamba hajai kuwa na mazoea na mwanaume kama hivi, yeye ndo mtu wa kwanza. Jamaa ilimfanya afurahi sana, hivyo akawa anaficha ule upande ambao ndo alikuwa anachungulia ili asimchungulie tena. Lakini uvumilivu ulimshinda. Baada ya kutoonana na bibie muda mrefu, akaona oya, kama mbwai iwe mbwai. Akatoa kale kadude bwana, kwa sababu siku hii mlango ulikuwa umefunguliwa. Akamwona bibie anamevaa nguo ambazo zinaangaza, design ya plastic, akiwa na tajiri moja hivi. Baada ya yule tajiri kumkumbatia, Haruko alimgeuza kwa martial arts, alafu kisha alipitisha kisu upande wa shingoni na kumuua kikatili sana. Jamaa upande wa pili alikuwa anaona hichi kitu, ilifanya jamaa ashtuke sana. Jamaa mpaka kagusa upande wa ukuta kiasi kwamba katikisa kitabu kikaficha ule upande. Timu nyingine ikawa imeingia hapa, ambayo ndio huwa inatumika kusafisha miili ambayo huwa anaua huyu Haruko, kiasi kwamba jamaa akawa anaogopa sana. Kila akikumbuka hili tukio anaona kumbe bibie ni muuaji. Baada ya kazi ngumu, bibie akaenda mlangoni kwa Mwamba, akamwambia afungue mlango, anataka wale chakula kitamu ambacho amemwandalia.